Kanisa. Hivyo nyinyi ni watu wa kanisa. Very good. Titus alikuwa anataka, he wanted to become a priest but he didn't become one. So he keeps on reminding us anabeba cross every time he has a cross. But number 2, mama mko? Hena mudurasha ni mudhuri. Kuna mtu sasa mmoja huyu single. Sasa tena ama mko na msichana single? Mko nao? Ha? Wako? Oh, inside. Oh, inside. Unaona hawa wanataka kuwanyang'anya watu wengi. Which side? This side kuna masingle. We have singles. Very good. Titus is single and searching. Good. Abusi mama nikuone. Titus hapo. Hey. Na kwanza watu wawili wamevaa miwani So Titus. Nafurahi amepata mtu. Kuja karibia mzee bwana. It's not easy to find a man. Whoever finds a beautiful lady. You know it's a hug quickly. You can. Good. Dato gira ideroi. Hebu. Chukua namba haraka Titus. Don't waste time, okay? Hiyo imeenda. Hiyo ni imeenda kabisa. Asante naona dambori ya mwalika hao. Angehe godoma single. So Titus, apart from working with me, he's also a motivational speaker. Na yeye huongelesha watoto. I want him to take 2 minutes. Please note 2 minutes. Just talk to these people. 2 minutes. Ndio tukimaliza we just proceed. Asanteni sana and may God bless you. Thank you very much. Thank you much. Unamenta everywhere paka nyumbani. Thank you so much. I have been given 2 minutes. Lakini kabla dakika hiyo bila, hebu simameni wazazi. Hebu simameni hata wanafunzi tusimame pale juu. Ndio ka story ingie. Haya, stretch kidogo. Haya, then tuimbe pamoja. 1 2 tuimbe 1 2 go. Head, shoulders, knees and toes. Haya, simuimbe 1 2 go. Asante, sitini. Have your seats. I'm happy to be allowed to speak behind my boss or immediately after she has done because protocol Kuangu hivyo, but I'm greatly honored. Yangu I think in mawili to our chairman and the entire Optiven. Ulimwengu huu kuna kuanga na watu aina mbili. You are either wise or otherwise. When you are wise, we celebrate you. When you are otherwise, we tolerate you because there's nothing much we can do with you. Allow me to say, we celebrate you. We celebrate you, the entire Optiven Real Estate and Optiven Foundation. Honestly, just look at this wall. Angalia vizuri. Hata kulikuwa na watu wa news hapa mheshimiwa. Walisema they can't even call it pit latrine. Wanaita washrooms. Zile zimetengenezwa. We celebrate you. May God bless and bless you abundantly. Na vile tunaonanga kwa TV, tunaona mnakujaka mko wengi hadi kama kila mtu hapa. Yule tu sioni ni Sisiria Dekwa. Ama hakuja leo? Au asante. I am done with you. Kwa wazazi na wanafunzi. Mheshimiwa ameongea. Na yangu tu ni kutilia tunga. Nikikupatia yai unaweza kuona chakula. Ukiona yai unaweza kuona pesa. Ukiona yai unaweza kuona zawadi. Lakini mtu wise ni yule anaangalia yai lake na yai la kuku, anaona shamba la kuku ambalo limefichwa ndani ya yai. Niko hapa kuwasihi wazazi. Mkiangalia hawa watoto,
Msiwaone tu vile wako kama mayai, muangalie ile shaba ya kuku imefichwa ndani ya hawa watoto. Lakini ili yai likuwe shaba la kuku la stahili kulaliwa, linataka joto kutoka bahari litoka. Gonga mwenzako umwambie, mwenzangu kuku, tulalie haya mayai vizuri. Na tukilalia haya mayai vizuri, hapa kama walivyosema, hapa kuna Dr. Washiri wa kesho. Hapa kuna Dr. Sabina wa Chege wa kesho. Hapa kuna MC Alex wa kesho. Hapa kuna rais wa kesho. Hapa labda hapa tuko kuna Pope wa kwanza Mwafrika. Don't take them for granted. Mheshimiwa hakuwa na time kubwa kupeana hadithi yake pahali ametoka, pahali amezaliwa, ameenda shule bila viatu, amekuwa maid kwa mwaka mmoja Kabriki University, na sasa tunamuenzi, tunasema hongera mheshimiwa, mnaito daktari. Na hiyo daktari wa kudunga watu shindano ni kumaanisha amesoma degree ya kwanza, amesoma ya pili, amesoma ya tatu, mpaka sasa yeye ni daktari. Hata hawa watoto sio lazima waende academy, hata wakiwa kema wanaweza, wanatoboa. Encourage them. Nimesikia umetaja shida nyingi, msiangalie shida. Even wakikuja shule bila viatu watakuwa madaktari. Even wakikuja shule bila kukunywa uji watakuwa watu wakubwa serikalini. Huyu amesema ametoka Ghana. Andikana nikafuriwe. It's a small country. Ambao kuna kuanga na watu wanajua sijui ndugu. Hawasomi sana, lakini ofisi yake yuko United States of America. Anatoka Ghana, anakaa America, sasa amevisit Kenya na station ya kwanza ni hapa. Let me tell you, today we clap for him. Tumpigieni makofi. Leo tumpigie makofi. Lakini kesho ni hawa tutapigia makofi. Na kama sio sisi watapigiwa kwingine, kuna kamoja katakuwa America, kingine Australia na etc. Langu tu ni kuwasihi muwe kama rafiki yangu ambaye alitake advantage of the opportunity. Rafiki yangu anaitwa Gadito. Tulikuwa tunasoma naye standard 1 2 3 4 5 6. Maisha ya Gadito ilibadilika tukiwa class 6. Saa hii ako America. Kwa Kiswahili cha Kenya ameomoka. Labda Ghana sijui tutasema ni aje. Ameomoka, meaning yeye zile fedha ako nazo, akiingia Kenya aliniacha nikihaso na ninaendelea tu kuhaso. Lakini yeye ameomoka. What happened to Gadito? Kwetu Kenyana Primary School kulikuwa na 6B, 6A na 6B. 6A ilikuwa ya machopi, yaani wale wanapita mtihani kabla uletwe, sababu walikuwa wanajua kila kitu. 6B ilikuwa ya wale wanakaribia kuingia 6A. Na ukia 6B kulikuwa na group A na B na C. Group A, 6B group A ilikuwa ya the best of fools. You know when you put fools together, kuna mmoja atachanuka kulingana na wengine. So tulikuwa 6B group A na B na C. C ni wale walikuwa wanaambiwa ni kama waliubwa na mchaga ambao cannot allow education to go through. Nani boras. Gadito naye tulikuwa 6B group C. Na sio hapa lebe unacheki pale manyu. Every time tukifanya mtihani mwalimu anaingia darua anasema the results number 59 Joshua Gadito. Tunajua automatically na basi ni Titus Wairati. Akisema mambo kumebadilika kidogo inakuwa 59 Titus Wairati. 60 Joshua Gadito. But then what happened? Imagine tukua tu hiyo classic siku moja mwalimu mkuu akaingia darasani na mzugu. Hatujawahi ona mzugu maishani mwetu. So tulikuwa tunaangalia hivi. Huyu ni mtu ama ni mnyama? So naye head teacher akasema today class we have a visitor who is going to talk to you. Understand? Tulikuwa from Apata, kwa hivyo hata English ilikuwa shida. Hata English tulikuwa tunafundishwa na Kikuyu. So mzungu akachukulia akasema thank you so much mwalimu.
I'm delighted to be here. My name is Jamaa from Northern Carolina in the United States of America. Well, I have not been to Africa before, but for the last 1 week I've been to Kenya. I went to Mombasa, and then I went to Masai Mara. Where the will, the peace, and the word, man. So kazi yangu ilikuwa unaangalia mzungu anaongea vitu hatushiki. Tunaangalia mwalimu atuambie kila mzungu amesema. 2 years later, we discovered that even the teacher was not getting anything. So once he was done, you know the good thing with the white, akimaliza anasema thank you na anaketi. So sisi wa Afrika tunasema finally, as I finish, kama mwisho, tuna finish 6 times before we actually finish. Yeye alimaliza akasema thank you na akaketi. That got the head teacher of God. Mwalimu hakuwa anafikiria ako karibu kumaliza. So kabla a construct a good English sentence, akaona vile atanunua time, to buy time. Akasema, anybody in the class would want you to tell mzungu something. Sasa unaambia mzungu nini, hakuna kitu umeshika. Can you imagine pale tulikuwa manyo, Gadito kikainua mkono. Nikakiambia Gadito. Wewe mzungu ndo na githoko na ujui. Kumbe mzungu alikuwa ameona tayari. Akasema, yeah, that boy at the back. Mimi nikamwambia Gadito, ndio roho kumbe wewe ikiamua kinaenda. So Gadito kikaenda, kikatembea, Gadito kikatembea, kikafika mbali mzungu wako. Kuangalia mzungu, English ikapotea. Kikaambia mzungu, oh yes. Na kikarudi. On his way back to, akirudi kwa kiti, akaambiwa na mzungu, come back, hiyo hangeshika. Mwalimu mkuu ndiye alishauti. Gadito ndio atoreke shoka na kuku. So wakati kilienda kwa mwalimu mkuu, kwa mzungu akakiambia, you must be a very good boy. Unafikiria akilisema aje? Oh yes. Unafikiria akilisema aje wazazi? Oh yes. Watoto unafikiria akilisema aje? Watu wote unafikiria akilisema aje? Oh yes. Gadito kikasema? Oh yes. Kikaambiwa tunataka tuende kwa hiyo ratiba. You must be a very good boy. Oh yes. Shautini. Oh yes. You must be a very bright boy. Oh yes. You must be a boy with a very bright future. Would you like to go to America? Imagine kusema hivyo, mzungu akirudi America akaenda na Gadito. Hivyo ndivyo Gadito alienda wapi? One, he took advantage of the opportunity. Opportunity imekuja, mzungu amejileta 6. Amejileta 6 gani? Ameleta 6 B badala kwenda 6 A. Number 2, alichukua opportunity hiyo kulingana na kile alikuwa amebeba. Na alikuwa amebeba nini? Alikuwa amebeba nini wanafunzi? Wanafunzi na wazazi walikuwa wamebeba nini? Wacha niwaulize maswali. Mungetaka kama primary kuwe the best of the best? Wazazi nataka kuwasikia kwa sauti. Mungetaka kama primary yani kuwe the best of the best? Mungetaka hawa wanafunzi washaini na washaini? Mungetaka hata nyinyi mkue wazazi watu wanaangalia na sema gai netake na titake? Mungetaka kukua wazazi wa hali ya juu? Mko neighbors na Ortiven, mungetaka hawa watoto wawanunulie hizi mashamba na manyumba hapa? Take advantage of the opportunity ile Mungu amekujalia, amekupatia watoto, amekupatia Optiven, amekupatia marafiki kama mheshimiwa Sabina, with the little you have, and hata not even the sky shall be the limit for you. Shabash, shukran. Wow! Wacha tupige